بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد. Ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na vikao vyetu vya khairi hivi katika msikiti Barza, ikiwa tunatumia kitabu cha kinachoitwa Tanbihul Kiram li'umudil Islam, na alhamdulillah tushakifika katikati ya kitabu hichi, na mambo ya humu yanazungumzwa ni mambo ya sala, namna kuiendea sala. Ni vizuri tukasikiliza ili tufaidike, kwa sababu hii ni ibada tukufu. Na tunaendelea katika maneno ya mwandishi aliposema thumma alam, kisha tambua, rahimakallah, Allah kurehemu, inna salata kalimun tayyibun, hakika sala ni neno zuri, neno zuri, neno tamu kwa wale wanaofahamu. Wa amalun salihun, na kitendo kilichokuwa chema kabisa. Katika vitendo vyema viko vingi, lakini sala ndo kitendo chema zaidi. Na tumefundishwa namna ya kuileta takbiratul ihram pamoja na kuinua mikono yake, pamoja na namna gani ya kuinua hiyo mikono na sehemu ya kuiweka mikono katika mwili wetu. Lakini vile vile tumefundishwa namna ya kuweka ule mkono wenyewe baina mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Tumeliona hilo. Baadaye tukatizama wapi uangalie wakati unaswali, unatakiwa uangalie sehemu gani. Na tumehimizwa kuna sehemu ni mustahabun matlubu, yani sehemu inapendeza na inatakikana uangalie chini. Lakini sehemu nyingine muharramun, ni haram kabisa kuangalia juu wakati unaswali. Lakini sehemu nyingine nadharu mubah, kuangalia ni halali. Lakini haipendezi ikawa mtu anaswali anaangalia huku na huku, isipokuwa kwa dharura. Na wakati ukiwa umekaa baina sajidataini au ukiwa katika tashahhud, unatakiwa uangalie kile kidole chako, kidole unachokinyoosha kile kwa ajili ya kuonyesha shahada, unatakiwa uangalie. Unaacha sasa kuangalia sehemu ya kusujudu, unakuja kukiangalia kidole kile. Na wapo wanaonyosha kidole. Kunyosha kidole kuna namna nyingi, kuna namna nyingi ambazo zimepokelewa tofauti. Wapo wanaonyosha kidole kwa maana katika madhehebu ya Shafi sana hiyo, pale unatamka illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ndio unaona kile kidole kinanyoshwa. Lakini wengine wananyosha tangu mwanzo mpaka mwisho. Ipo hiyo, usije kumshangalia mtu. Lakini wengine anakunja mkono kwanza, anakunja mkono huu, alafu baadaye anakunja mkono huu, alafu uchi kidole kinakopo chini, itoposoma pale ashhadu an la ilaha illa Allah, ndo kinakuja zake juu. Kwa hiyo unakaa mkono hapa, unakaa hali ya kuwa umebanwa hivi, na huu umenyoshwa hivi. Lakini hichi kidole kinakuwepo chini hapa, kinakuwepo chini. Anaposoma shahada ile ashhadu an la ilaha illa Allah, ndo anaanza kunyosha. Na wengine zipo namna ya kutikisa kidole, kinatikiswa. Kwa hiyo vile vile usije ukaona kama tena ndo mtu wa maajabu. Ndio hayo yote yapo katika dalili, na hii ndo tunasoma, uzijue zote hizi. Usiwazungumze watu kwa vibaya. Wale ni wale ndo wale wanaotikisa vidole hao. Dalili zipo. Kwa hiyo wewe uliporidhika, ridhika napo. Na wanachuoni wanahimiza wakati unanyoosha kidole chako, hakikisha kwamba kile kidole chako kinaelekea kibla na sio kinaelekea chini. Wanaweka tanbihi kubwa sana kwamba kidole kielekee kibla, kwa sababu viungo vyako vyote vinatakiwa vielekee kibla. Na ndio maana unaposujudu pale,
hivi vidole vyako vya miguu vile vile unavikunja. Nini maana kuvikunja? Maana yake uvielekeze kibla. Kila kitu chako kinatakiwa kielekee kibla, na sio ile namna ya kuviweka hivi vidole vya miguu ukaona viweka hivi vikakaa hivi, bali unatakiwa uvikunje, lakini wakati unakunja vidole vinaelekea kibla. Kwa hiyo mwili wetu wote, kila kitu chetu tunatakiwa tuelekee kibla. Labda unaweza ukajiuliza, sasa ikiwa shingo inaniuma, je, nimeamka shingo inaniuma au nimepata tatizo lolote? Manake mimi na swali hivi. Unaweza kuswali hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kinachozingatiwa katika kuelekea kibla kwa mujibu wa madhehebu ya Imam Shafi ni kuelekea sadr, kifua chako kielekee kibla. Kwa hiyo kama utakuwa na tatizo kidogo kamili kidogo hivi, hiyo haiharibu swala yako. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo tunaelekezwa. Allah kubarikini. Na leo tunaendelea. Jana tulizungumza dua istiftah, dua ya kufungulia pale Allahu Akbar. Allahu Akbar ushaileta ile dua ya kufungulia swala yako. Dua ziko nyingi na jana tulijaribu kuzitaja mbili, lakini sio hizo mbili, tuna nyingine zipo. Na maarufu kwa mujibu wa madhehebu ya Imam Shafi, ile dua nasema wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kwa hiyo hii ni maarufu na inatumika zaidi, lakini zipo nyingine. Kama utaenda, kuna vitabu vimeandika vile adhkar as-sabah wal masa, na adhkari nyingine ziko chungu mzima, wanaita Hisnul Muslim, na vitabu vingine chungu mzima vipo. Ukidurusu vile vitabu vile, kuna dua nyingi ya kuamka, ya kulala, ya kwenda chooni, ya kwenda kila hatua yako, lakini vile vile zimo dua istiftah zinafika 7. Hapa zimeorodheshwa 3 tu, kama zile kwa kutolea mfano na kuziweka, ambazo hizi zinaenda katika madhahibu yote. Ya kwanza tulizungumza subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk, hii moja. Lakini nyingine, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Allahumma ba'id, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, namuomba Mwenyezi Mungu niweke mbali kabisa, baina yangu mimi, wa baina khataayaya, na baina ya makosa yangu. Mimi nimefanya makosa, niweke mbali nisiyarejee. Kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, kama ulivyoika mbali baina mashariki na magharibi hazikutani. Allahumma naqqini, Mwenyezi Mungu nisafishe mimi, min khataaya, kutokana na makosa, kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas, kama vile ambavyo inasafika nguo nyeupe kutokana na uchafu. Allahumma ighsilni, Mwenyezi Mungu nikoshe mimi, nisafishe mimi, min khataayaya, kutokana na madhambi yangu haya, bil ma'i wath-thalji wal baradi, kwa kutumia maji na theluji na baridi. Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume aliyokuwa akiyasema, na sisi tunatakiwa tuyaseme. Na dua nyingine anasema wathalithuha, ya tatu yao, istiftahun adhimun. Anasema huu ni ufunguzi ambao ni mtukufu zaidi. Ufunguzi ambao ni mtukufu zaidi, maana ukishakufunga salatu, ufunguzi mtukufu zaidi pia anautaja. Upyo anasema yambaghi alharsu alayhi, ni lazima, inatakikana tuwe na pupa katika hili, hasatan inda fitna wa ikhtilafi alahwal, haswa wakati unapotokezea fitna katika mitaa yetu, katika miji yetu, katika mambo yetu, na mambo yanapobadilika. Wakana rasulu sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume juu yake rehma na amani, yakuluhu fi salati al-layl, akisema ufunguzi huu katika swala za usiku. Kwa hiyo wanachuoni huu wakaona kwamba ufunguzi huu unatajwa katika zile dua istiftah, lakini dua istiftah hii ni bora zaidi na vizuri zaidi kama unasimama usiku na swali, ulete ufunguzi huu pale Allahu Akbar mwenyewe unaswali usiku, pengine saa 5, saa 7, saa 8, ukaianza swala yako, ukaanza na
ufunguzi huu. Unasema vipi? Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kwa hiyo huu ni ufunguzi ambao utauleta katika swala yako zile za usiku. Swala za usiku utaleta ufunguzi huu, dua istiftah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiusoma sana. Thumma, kisha baada ya hapo, ukisha kumaliza hapo, yasta'idhu, utaleta a'udhu billahi, lakini kimoyo moyo. Katika swala yako unaleta a'udhu billahi, unasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa yubasmilu, na utasoma bismillah, utasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, alafu bismillahir rahmanir rahim. Wa yaqra'u al-fatihata, na utasoma suratul Fatiha wa suratan, na sura nyingine. Katika vitabu vya kishafi vile ambavyo tumevizoea inasema unasoma suratul Fatiha na aya. Wanataja nani? Na aya katika Qur'an. Wanasema unasoma na aya katika Qur'an. Kwa hiyo hapa nataka kutoa angalizo moja wakati tunasema a'udhu na bismillah. Manake hii ndio elimu, tunasisitiza sana hilo jambo. Unaileta a'udhu billahi kwa siri, na hii bismillah kuna namna mbili. Kimadhehebu ya Shafi moja kwa moja unadhihirisha hii. Unadhihirisha bismillah, unaidhihirisha. Lakini utakuta wengine haidhihirishi bismillah, bali anaidhihirisha alhamdulillah. Yani kama utachunguza vizuri ukatizama kule maimamu wa Makka na Madina ikiwa tunaenda katika swala za kudhihirisha, utamuona anaanza Sudesi au Hudhaifu na wengineo wale, anaanza alhamdulillahi rabbil alamin moja kwa moja. Haina maana kwamba haisomi bismillah, anaisoma lakini kwa siri. Asa bismillahir rahman. Wakati mwingine unaisikia kwa mbali ile, unaisikia ile akisema bismillah, alafu anaanza alhamdulillahi rabbil alamin, anaendelea. Lakini ndio unakuta alhamdulillah mashallah katika Afrika yetu hii ya Mashariki na Kati tuna madhehebu ya Imam Shafi. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunafanya nini? Tunadhihirisha bismillah, unaona tunaidhihirisha wazi wazi. Lakini ukaenda msikiti mwingine katika hii mitaa yetu na miji yetu wanakuwa hawadhihirishi. Nasema tena, hii ni elimu, usije ukaona kioje ukaona wale watu wako namna gani. Ni elimu hii, hakuna tatizo. Sio kama haisomi, anaisoma, lakini inakuwa vipi? Haidhihirishi. Anakuja kuidhihirisha alhamdulillah moja kwa moja. Huo ndo utaratibu. Kwa hiyo utafanya hivyo na utasoma suratul Fatiha. Na ukisoma suratul Fatiha, wakati unasoma suratul Fatiha, mfano tuko na imamu, tujalie hivi kwanza, imamu kaleta takbiratul ihram, Allahu akbar. Kwa bahati imamu akaleta dua istiftah refu, wewe ukaleta dua istiftah fupi. Kwa hiyo ushamaliza kuleta dua istiftah fupi, huna haja wewe ya kusema mimi nimsubiri imamu asome suratul Fatiha. Unaweza kuanza wewe kusoma suratul Fatiha hata kama yeye hajaanza kusoma suratul Fatiha katika swala ya magharibi, mfano na Isha na alfajiri. Pengine kaleta Allahu akbar, alafu akakaa kimya kipindi kirefu, pengine ndo analeta hiyo dua istiftah. Wewe ushaileta dua istiftah yako ni fupi, kwa hiyo ukasema nimsubiri imamu amalize yeye kusoma suratul Fatiha na mimi ndo nisome suratul Fatiha. Huna haja hivyo. Ushamaliza dua yako istiftah, unaleta ile unaweza kuisoma alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho. Baadaye tena ndo utamsikiliza qiraa cha imamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba wakati yeye sallallahu alaihi wasallam anasoma na wewe ukaa huku nyuma unafanya nini? Unasoma. Kwa hiyo wanachuoni wakajaribu kuweka sawa hili. Sasa tufanye nini? Imamu anasoma na mimi natakiwa nisome, na kusoma kwangu suratul Fatiha ni nguzo. Kusoma suratul Fatiha ni nguzo ya sala bil ijma', kwa makubaliano wa wanachuoni wote ni nguzo hii.
Nguzo ya kwanza an-niyya, ya pili takbiratul ihram, ya tatu qiyam, kusimama kwa mwenye uwezo katika swala ya fardhi, ya nne kusoma alhamdu kwa kuanzia bismillah. Kwa hiyo kusoma alhamdu kwa kuanzia bismillah, kwa hiyo hii ni nguzo. Sasa vipi na mtume huku anawakataza watu kwamba mimi wakati ninasoma huku wewe usisome? Kwa wanachuoni wengine wakasema imamu anapodondoka kuzileta zile aya bismillahirrahmanirrahim, na hivi suratul Fatiha ndivyo inavyotakiwa isomwe, kwa unaenda kwenye vichwa kule mwisho, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, mwisho kule. Kwa hiyo akinyamaza na wewe unasoma. Wako waliosema hivyo, wanasoma utaratibu ili usigongane na imamu, kwa sababu haitakiwi kwamba wewe unasoma na yeye anasoma, bali tunatakiwa Qur'ani sahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inaposomwa Qur'ani tunatakiwa tufanye nini? Tuisikilize, na sio kuisikiliza katika hali ya kawaida tukiwa nje ya swala. Hata ndani ya swala tunatakiwa tufanye nini? Tuisikilize. Kwa hiyo imam anaposita wewe unasoma. Usiwe unafanya haraka ile manake uipate. Na ndio maana wanachuoni wengine wanasema hii inatosheleza kwamba suratul Fatiha ya imam itatutosheleza sote. Mfano, wewe umekuja kutoka hodhini, unatoka kutia udhu, umekuja unafika pale unasema Allahu akbar, unaleta mara ule Allahu akbar, mara imamu huyu anarukuu. Kwa hiyo wengine wanafanya hivi, wengine wanasema Allahu akbar anaisoma suratul Fatiha bismillahirrahmanirrahim ili Allahu akbar amwahi. Tumefahamiana Wako wanafanya hivyo. Huna haja ya kufanya hivyo, kwa sababu imamu kishaisoma basi wewe Allahu akbar unatakiwa wewe uende mutabaa, unatakiwa umfuate imamu. Hivyo ndivyo tunavyoelekezwa. Na anasema, anaendelea, wayusannu, na inasuniwa ni sunna takhfifu swala kuifanya takhfif, usifanye refu. Wayurja'u maana takhfif, na inarejewa maana ya kuifanya swala yenye nyepesi, lima warada anin nabii, kwa kile kilichopokelewa kwa mtume, la ila al-urfi, lakini si kwa mazoea. Yani watu wasende kwa mazoea katika swala, kuiendesha swala. Maimamu, na tunasema hivyo, maimamu wajue hivyo, sio wafate mazoea, wafate utaratibu. Swallu kama raaitumuni usalli, mtume anavyosema. Kwamba mtume kaswali vipi, ipo sifatu salatu nabii. Wanachuoni wengi wamezungumza sifa ya swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alivyokuwa anaswali ndo best. Kwa tufuatilie na sisi tuswali kama vile ambavyo alivyokuwa akiswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunaambiwa turudi hivyo kwa mtume alivyokuwa akiswali? Sio tuswali tunavyotaka sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, fa in tanaza'tum fi shay'in, endapo kama mtazozana juu ya jambo, farudduhu ila Allah wa rasul, basi jambo hilo lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kwa hiyo mambo yetu yote ikiwa tutazozana, turudi kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake atupe maelekezo. Na kadhalika sala, na vile vile katika nini? Sala. Ikiwa bwana imamu tupeleke spidi, imamu tupeleke taratibu, imamu refusha, yote haya tunaweka pembeni. Tunasema hivi, tumuangalieni mtume alivyokuwa akiswali. Kwani alikuwa akiswalisha vipi? Alikuwa akiswali vipi? Alfajiri anarefusha, isha, adhuhuri na alasiri anairefusha kidogo, lakini magharibi anaifanya inakuwa fupi. Lakini ipo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amesoma sura refu kidogo. Ipo inatokezea wakati wa magharibi, baadhi ya wakati unarefusha sura kidogo. Lakini huo ndo utaratibu. Kwa hiyo tufuatilie maimamu, na sisi wengine maamuma vile vile tufuatilie. Endapo kama utaleta upinzani, sio upinzani haswa, utaleta hoja pengine katika msikiti wako, mtaani kwako,
Ile hoja ijengwe kwa misingi ya sheria, sio ubishi tu. Ijengwe kwa misingi ya sheria na utaratibu, kwamba unawatengenezea hoja imamu, bwana imamu unatufanyia hivi na hivi na hivi, hivi si sawa sawa, misingi inataka jambo hili liendeshwe hivi. Lakini ukienda kichwa mchungu tutaonekana we mkorofi tu katika mtaa, kaja yule. Lakini wakitaka kutuliza wanakupa cheo, bwana huyu tumuingizeni kwenye nini, unaingizwa kwenye kamati ya msikiti umo, tumuingizeni mshika fedha huyu bwana, naona mtusumbua sana. Kwa hiyo almuhimu tunatakiwa turudi katika misingi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia vile vile, bil mu'minina raufur rahim, Mwenyezi Mungu kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Tutosheke na hapo, insha Allah tutakuja kuendelea wakati mwingine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.